Gazeti hili la kwangu hapa, jinsi anavyotaka the civil service iweze kubadilishwa ili kuhakikisha kwamba nchi ya Kenya inazidi kuimarika. Hayo tutaenda kuiangazia tu kwenye ukurasa wa 10. Kwa hivyo na kuomba uzidi kuungana nami ili niweze kukujuza kwa zaidi. Ukurasa wa 3 vile vile hapa tunaangazia Jimwat ambaye anajulikana kwa jina lake kamili kama James Wathigo, ambaye alikuwa ametamba zaidi kwenye muziki hapo awali kwenye ngoma zake kama vile under 18. Ngoma zake zilikuwa zimetamba zaidi, ambapo kidogo aliweza kwenda rehabilitation. Lakini anasema kwamba baada ya rehabilitation kwamba wengi wanamtenga zaidi. Kwa hivyo anasema kwamba kidogo isiwe kwamba rehabilitation mtu akienda pale akitoka pale kwamba watu wengi wanamtenga na kuangazia ile maisha yake ya awali. Hayo bado tunaenda kuangazia kwenye ukurasa wa 3. Ukurasa wa 6 hapa tunakuangazia chama cha Jubilee, ambapo kiliweza kuketi chini siku ya Ijumaa kuangazia mengi zaidi kuhusiana na chama hicho, kwamba ni chama ambacho kilikuwa na wafuasi wengi, walikuwa na wabunge wengi ambao sasa hivi wamekwepa na kuingia kwenye chama kile cha UDA. Vile vile waliweza kuangazia zile njia ambazo watakazozitumia ili kuhakikisha kwamba chama cha UDA ambacho kiko affiliated naye naibu wa rais William Samoei Ruto akijapanda kwa kasi jinsi kinavyoendelea kupanda. Hayo tutaenda kuangazia kwa kina katika ukurasa wa 6. Vile vile tuna ukurasa wa 14, ukurasa wa 15 tutaenda kuangazia wajua kwamba shule ziliweza kufunguliwa tena baada ya kufungwa kwa wiki moja tu ama juma moja. Kwa hivyo leo hii zimeweza kufunguliwa na wazazi wengi zaidi wametoa maoni ya kwao kuhusiana na ufunguzi wa mashule haya mbalimbali. Hayo tutaenda kuangazia kwenye ukurasa huu wa 14, 15. Nite Edwin Mokaya, gazeti la kwangu hapa ni gazeti la The Standard. Na Masi Ontita, tuungane tena katika leo magazetini tukujuze mawili matatu ambayo yameangaziwa pale kwenye jalada langu la Taifa Leo. Wanasema kwamba Mulembe wameanza kupigania minofu ya Uhuru. Ni kichwa ambacho kinaleta hisia nyingi sana, lakini tutaangazia kwenye ukurasa wa 2. Vile vile kuna utata kuhusiana na tarehe ya uchaguzi wa mwaka ujao, ambao jambo ambalo linaendelea kuibua hisia zaidi katika wanachama wa UDA ama United Democratic Alliance. Tutaangalia kwenye ukurasa wa 3. Ukurasa wa 2 pale pia kuna wale ambao wanasemekana kwamba wameangukia maana. Nakumbuka zile enzi za wana wa Israeli kutoka kule Misri kuelekea Kanani. Wanasema kwamba walipewa mana. Hapa wanasema hapo ni kwenye kaunti ya Homa Bay. Tutaangalia kwenye ukurasa wa 2 na mengi zaidi, ikiwemo wanawake wanasukumwa kutafuta usaidizi wa waganga kwa sababu ya matibabu kuwa bei ghali zaidi kutoka kule Mombasa. Tutaangalia pia kwenye ukurasa wa 7 kati ya mengine ambayo yameangaziwa kwenye gazeti la Taifa Leo. Naam, asante sana. Pengine tutaanza gazeti la The Standard ukurasa wa 2 tuangazie details taarifa hizi kwa kina, lakini kabla sijaendelea naona hapa Oboke Obwansu anasema kwamba nisalimie Masi kabla tuanze magazetini. Nimesalimika sana, shukrani za dhati. Sijui alikuona vipi, anasema kwamba leo wapendeza, sijui alikuonaje. Napendeza siku zote. Pengine leo nywele yako jinsi umeitengeza akafurahia nayo zaidi. Haya, nashukuru. Na ukurasa wa 3 gazeti la The Standard hapa tunakuangazia Jimwat ambaye anajulikana zaidi kama Jiman, lakini jina lake halisi jina linaitwa kama James Wathigo. James Wathigo alikuwa ametamba zaidi kwenye nyimbo za kwake. Sijui kama ulisikia nyimbo kama hizo. Kuna nyimbo kama under 18. Mimi under 18. Sijui itakuwa. Zile ni kama old school. Ni za kitambo. Ngoma kama mpaka che. Ulisikia kitambo kidogo. Kwa hivyo ni msanii ambaye alikuwa ametamba zaidi, lakini kidogo drugs, madawa kulevya akawa kama yanamsukuma, ikawa amepelekwa pale rehabilitation. Lakini anasema kwamba
Ngawaje alienda pale rehabilitation akawa kama mwanafunzi yule tunamuita Mono anaye mengi ya kidato cha kwanza. Mangi alikuwa pale lakini ikawa kwamba pengine hajakubalika kwenye society. Hata sasa hivi akitokea pale kwenye social joints watu wanamtoroko wajua, akienda kutoa ngoma kwake watu waifurahia, waipokee ile design watu walikuwa wanaipokelea pale mwanzo kabla aende pale rehabilitation. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa huu wa 3 jinsi alivyoingia pale rehabilitation na jinsi sasa hivi watu wanavyofanya nini, wanavyompokelea. Na sijui hii rehabilitation mtu akienda pale haswa nini ufanyika, nini utendeka pale kwenye rehabilitation center? Sijui, sijawahi kuwa kule. Lakini natumai kwamba ni unapewa mawaidha kadhaa ya jinsi ya kuishi na wanajaribu kukutoa kwa ule uraibu wa mihadarati. Sijui njia wanazotumia, lakini nadhani ni kati ya yale mambo ambayo yanafanyika pale. Na sijui kwa nini wasanii wengi hasa wanamuziki akiingia kwenye muziki alafu ametamba kidogo anaingia kwenye uraibu. Sijui ni kwa nini. Sijui, lakini japo niliona wengine wanasema kwamba unajua kuna ule uoga mwanzo hujawahi enda penye ulingo pengine ukiwa na watu wengi zaidi, pengine zaidi ya 40. Unajua kuna ule uoga, unaona ile stage fright. Kuna wanasema kwamba heri utumie bangi kidogo, utumie mihadarati, unaona pombe kidogo, kenda pale nakupa ule ujasiri uweze kufanya nini, kupiga show kabisa yani. Kwa hivyo kama huna ujasiri, huna ile courage, pige hiyo kitu. Ndivyo wanasema kwamba ukiwa pale sio unajua mtu anazoea anapiga navuta ile bangi kidogo inamuingia yani hawezi fanya chochote kile bila kutumia madawa haya. Naam, inabidi kwa amekuwa mraibu na kuacha wajua lazima inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu. Niliona by the taarifa moja kule Mombasa, kuna mwanamke fulani alikuwa anasema aliacha, aliweza kusaidiwa akaacha, kwa hivyo kwa sasa anapita mitaani akiwaonyesha watu ambavyo unajua kwanza zile za kujidunga zinakuwa ni mbaya sana. Hapo ni kama majeraha sana kwa mikono yake hata uwezi angalia. Kwa hivyo sasa yeye amekuwa ni kielelezo, anawaambia wale ambao wanakaa kule mijini wasitumie mihadarati. Na sijui lakini ni sawa, lakini hata hapa naona Jimwata anaambia watu kwamba those stars, kuna celebrities naona wanaishi some lavish lifestyles. Hadi sisi tunaona kama they've made it, lakini anasema kwamba hawa watu wanadanganya. They strain a lot kuhakikisha kwamba wamebakia pale kwenye ile lifestyle ambao wameonyesha watu, unaona. Anasema watu wakuwe real, wakuwe authentic, kwamba hata kama ni stars, celebrities, they are also fighting for lives hapa nje. They are really struggling to kuhakikisha kwamba wame-maintain ile status yenye ameshaonyeshana. Naam, kwenye ukurasa wa 3 huo. Tunaangazia ukurasa wa 4. Ukurasa wa 4 hapa tunaangazia jinsi mambo ya mihela, pesa zina run siasa hapa nchini Kenya. Unajua kitambo kidogo tuliizungumzia kuhusiana pesa na siasa. Kisha ukaniambia kidogo kuna mwenye anaweza enda pale akampeni bila hela lakini akachukua ushindi, sio? Kunao. Lakini utafiti ambao umefanywa hapa inaonyesha kwamba hapa nchini Kenya siasa za Kenya zimekuwa tu ni pesa. Kama hauna pesa inamaanisha kwamba kuwa influential inakuwa ni shida. Watu wanapingana kuhusiana na mihela, kuhusiana na pesa. Una kitu ya kutoa? Naam, kwa kitu ya kutoa. Usemi. Sawa. Ukienda pengine ni harambee umetoa shilingi zako 1500, mwingine amekuja ametoa 20,000, watu wanashabikia ule 20,000 wanasema ndiye kiongozi sasa, unaona? Imefika wakati wa watu kupenda mali na kumwacha Mungu. Ndio hayo. Ndio na pale kuna watu ambao vile wanapiga kura kuhusiana na zile pesa wamepewa. Kama ni kiongozi umeenda wapatia 100. Mimi pale niende hata kama sijawaambia manifesto, niende waambie keti chini niko na soda ya kwenu leo, niwapatie 500. Nimeshuhudia hilo, kwa hivyo sipingani. Kubali usikubali watanipatia kura, watakuasha ngaje wewe ndiye ambaye pengine una yale maono ya kuwapeleka mbele zaidi. Na hayo ni katika ukurasa huu wa 4. Haya, tuingilie ukurasa wa 2 gazeti la Taifa Leo. Pale wanasema kwamba
pale Mulembe Nation wameanza kuraruana kwa sababu kwa sababu ya minofu ya Rais Uhuru Kenyatta. Unajua kwamba rais amekuwa akizunguka na kutembea katika maeneo kadhaa ya nchi. Alikuwa Ukambani kule, sasa anafaa ama anaelekea magharibi mwa Kenya. Alafu inasemekana kwamba baadhi ya magavana wa sehemu zile, magavana 5 walifanya kikao cha faraga na rais. Wenzao ambao wako katika kile kikao wamejitokeza kuwakashifu sana. Wamesema kwamba lazima wangewa include wakati walikuwa wanafanya kikao na rais Mombasa. Wasije wale peke yao. Naam.
Choma tagareli o global gusi global radio yeganko nigafamu nimbwate chingo kongonia nimbwate ebichuche byo kutuga as from matuko chinta matuka aliyo tagete yakogera abantu bande bagoteba nga aliye tukelimo go chibyakwa nabo gocha na akole ko bya vaccination byonsi nabo ngo konelia gusenko anali chiche ise chikobeka amagena gusenko anali chigo chikolia chitwani njirororo nabo ngo konelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia banya gutagete karibu nabo ngo konelia byonsi etwani enene 1500 nengo ko ingiye bye kebwato gechire 700 to 800 but it's negotiable and inche gongo toka ase nambeye 0722282631 nande nosa ko Google kanya go koru town Google ko ngabere mabera mangi utagete ko gore ngombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na manga per day na utokonyora 100 liters na ibo mune ko bata matanga ko bata shere tukanya go chandeka tukanya ko mabere ye packet ake simu ko nigafamu mcho ye mabere atuani ngo na bakonyora 40 liters no bata matanga 40 liters no bata krali 50 liters abakonyora ande kutaka ko ndigie abakonyora senambeye 0722282631 Janet kusenya ko bosongo sikone ko senendeos ko bata smartphone. Alright, asante sana, tunomba radhi bwanake, mitambo kidogo iliweza kuleta wasiwasi, lakini sasa hivi tunaona kwamba iko sawa sawa. Kwenye ukurasa wa 7 hapa naangazia kuhusu yule seneta wa Baringo ambaye ni Gideon Moi. Gideon Moi alikuwa amehudhuria fundraising moja ili kujenga kanisa la Cathedral pale Nyeri katika AIPCA Church pale Chaka, ambapo alisema kwamba kidogo viongozi kutoka Mlima Kenya wote waweze kuingia OKA ama One Kenya Alliance ili waweze kuunda viongozi wote kutoka Mlima Kenya. Naam. Lakini ukitazama wale ambao wanampa mkono ama wanampigia debe naibu rais, sijui watapewa nini ndio warudi One Kenya Alliance. Na wajua sijisielewi One Kenya Alliance jinsi itakuwa, manake tutaangazia mengi zaidi. Niliona pale ODM ama ule mlengo wa NASA, wajua walikuwa wanajitoa pale, lakini itakuwa ngumu kidogo. Itakuwa vigumu. Na vile vile kupata wafuasi, hata sio hivyo kupata kiongozi atakayepeperusha bendera itakuwa vigumu. Kwa sababu kama kutakuwa na yule atapeperusha bendera, lazima pale kutakuwa na mmoja atakuwa naibu rais. Alafu wale wengine wawili watapewa ahadi za kwao. Hatujui, lakini yote tunasubiri kuyaona jinsi atakavyotendeka. Na pengine angazie gazeti la kwako kisha nitarejea niangazie kurasa wa 8. Hapa naona kwamba kuna washirika wa Kalonzo ambao wameanza kupuuza madai ya baadhi ya wengine pale kumpa mkono ama kumpigia debe Kivuta Kibwana kwamba apeperushe bendera ya kutafuta urais mwaka ujao. Gazeti la Taifa Leo kurasa wa 2, na vile vile Raila ameweza kutoa yale ambayo atayafanya iwapo atakuwa rais. Nasema baadhi yao ni kupandishwa vyeo kwa wale ambao hawafai kupandishwa. Konradi atahakikisha kwamba hawapandishwi vyeo. Kama umekaa nyumbani hujafika kazini, unafutwa mara moja. Mimi sijui sasa pale anakuwa anapandishaje uchumi. Sijui kabisa. Inahakikisha kwamba watu ni wachapa kazi. Lakini unajua kuna wale kwa mfano sasa wakati wa COVID-19 wale ambao wako zaidi ya miaka ile walisema wafanye kazi kutoka nyumbani. Of course hayupo kazini, yako nyumbani. Sasa utasimamisha mshahara wake. Kwa sababu COVID-19 is not going away soon. Tutaishi nayo kwa mimi soni, lakini ni wazo ya kwake. Haya, kwingine wanasema kwamba ni kuhusiana na tarehe ya uchaguzi mwaka ujao. Tunajua kwamba uchaguzi unafanyika tarehe ngapi? 9 mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Lakini kulingana na baadhi ya watu wanasema kwamba ni kama serikali inataka kuahirisha uchaguzi. Ndipo sana naona mrengo wa UDA, United Democratic Alliance, unasema kwamba hakuna uchaguzi unasongezwa kwenda mbele. Na kama itabidi wataishtaki serikali Kenya kwenye umoja wa kimataifa, United Nations. Ndipo uchaguzi uahirishwe. Lakini sijui mbona uchaguzi uahirishwe lakini
BBI. Sio ni sababu ya uchaguzi kuahirishwa. Na wewe mwenyewe ukiambiwa pengine utoe maoni ya kwako, ni vyema kuahirisha? Hapana, usiahirishe uchaguzi. Unajua tukianza kuahirisha uchaguzi, it will be a repeated thing tunafanya. Tutasema mwaka fulani tuliahirisha, kwa hivyo tuahirishe. Itafika muda wanasema tuahirishe uchaguzi kwa miaka 2 ijayo. Sasa itakuwa si vizuri. Na kitu kama kile kinaweza kikaleta uhasama kati ya watu tofauti, kati ya mirengo tofauti. Kwa hivyo jinsi ambavyo imeratibiwa, uchaguzi ufanyike tu. Ni sawa, hayo tunaenda kuiangazia kwa kina. Hadi ukurasa wa 17 ni maoni kuhusiana na uchaguzi huo kuahirishwa, kutoahirishwa. Haya basi, kutoka kaunti ya Homa Bay kuna baadhi ya wafuasi ambao wamesusia kwenda kanisani kwa sababu wanasema mchungaji wao amefurushwa. Ni kanisa la Kiadventista, so watu wamekataa kuhudhuria ibada. Wanasema mpaka yule mchungaji arudishwe ndiposa waingie warudi kanisani. Sasa sijui ya mambo ya kanisani, wanasema religion is a very tough topic. Kwa hivyo unaiwachana nayo. Wale watu sijui, lakini nini kinaendelea kanisani tuyaachie hapo. Gavana wa Nandi Stephen Sang amesema kwamba walimu wakuu ambao watapatikana wameongeza shule, wameongeza karo, waadhibiwe. Sasa sijui utaenda kumwadhibu vipi mwalimu wa shule za upili hasa ambazo wanasema kwamba kuna baadhi ya wao ambao wanaongeza karo. Lakini kulingana na George Magoha ambaye ni profesa pale, waziri wa elimu, alisema kwamba wale walimu wazazi ambao wako na pesa walipe. Wale ambao hawana wacha wakae shuleni alafu watarudi watalipa baadaye. Sijui kama walimu watasikia hilo ama labda wanafunzi watafika tu shuleni hivi na kurudishwa nyumbani. Yote tunasubiri tuyaone. Kwenye taarifa za kaunti ukurasa wa 4 na wa 5 nitaangazia huko hapa Kisii. Wauguzi, unakumbuka kuna wauguzi ambao waliachishwa kazi na koti ikaweza kuamuru warudishwe kazi kwa sababu ya kule kushiriki mgomo mwaka uliopita na wakakataa kurudi shuleni. Sasa ni kama wanataka agizo la mahakama lifuatwe warudishwe kazi. Takriban wauguzi 70 doctors waliachishwa kazi, walisimamishwa. By the way, ilikuwa ni jambo ambalo lilifanyika in a way, unaamka unapatana na barua unaambiwa kwamba umefutwa kazi. Ama unapatana na barua inakwambia uende explain kwa nini haujarudi kazini. Wengine baada ya kupuuza basi wakapatana na shoka. Na sasa wanahitaji warudishwe kazi. Sijui kama kaunti itaweza kuwarudisha. Kule Machakos, mbunge wa kike pale anataka wale watu ambao watapatikana wakiwanajisi watoto wa kike wachukuliwe hatua. Sijui ni hatua gani hazijachukuliwa hapo nyuma, kwa sababu naona hatua zinachukuliwa lakini vile hazikamiliki, watu hawapatwi na makosa. Unaambiwa aenda msuluhisha kule nyumbani. Sasa kutoka kule Machakos anasema watu ambao watapatikana wamewatunga mimba wasichana wachukuliwe hatua. Sijui ni kipi, ni sukari gani ama ni chumvi gani tutaongeza kwa ile hatua ndio tuone kwamba imetekelezwa kikamilifu. Unajua vile vile kuna pengine sijui niseme pale inaanza pale chini pale kwa machifu. Unaona wale viongozi huku chini ndio pengine wanakuanga na matatizo kidogo. Ikiwa wanasema kwamba unajua kesi kama ile inaweza fika mahali kisha nasema irudishwe nyumbani pale tuende tukaongea pale nyumbani. Unaona pengine unapata chifu mwenyewe ndiye anakuja kwa mtuhumiwa kumwambia kidogo si ungekubali tu maneno yaishe badala ya kufunga mtu. Unaona wakati mwingine machifu pia uchangia zaidi. Wanachangia. Naam. Kwa hivyo tutoe machifu na watolewe wote. Haya kule Nairobi, Mukuru kwa Ruben na sehemu za industrial area, up to 1000 liters of pombe haramu by the way inaweza kunaswa. Na sijui mtu unatoka nyumbani, tunajua kwamba nyumbani mashambani ndiko kuna pombe haramu. Unatoka huko unaenda kubrew pombe huko, kama unaenda kunywa pombe haramu kule, wengine unasikia kwamba inaweza ikakupofusha, ikakufanya kipofu. Sijui ni kitu gani ambao huwa kimeweka kwenye zile zile pombe. Wajua shida ni ile kwamba wale ambao wanapika pombe ile haramu
hawaipiki kwa njia halali. Mwanzo unaongeza vifaa vingine, unaongeza kemikali zingine, unaona, ambazo kwa wakati mwingine zinakuwa mbaya zaidi kwa mwili wa binadamu. Tumeangazia visa vingi zaidi hapa nyuma. Unapata mtu alienda kukunywa pombe, macho yake ikatoka akakuwa blind. Ama wakati unapata macho toka nje, yani mtu alikuwa sawa tu, lakini macho ni kama mpira imetoka pale ndani, sababu ya ile pombe nyingi zaidi ya wanakunywa pale, ambao ni haram. Naam. Na kwenye ukurasa wa 5 naona pale kuna familia ya Kangogo ambayo iliahirisha mazishi yake baada ya upasuaji kutofanyika siku ya Ijumaa. Upasuaji ulifaa kufanyika, lakini kufika pale wakaambiwa na maafisa wa DCI kwamba kuna hitilafu fulani. Kwa hivyo hakukuwa na daktari wa kufanya upasuaji. Kwa hivyo nikaona pale babake mwenda zake alikuwa analalama sana. Nasema ni kwa nini mimi nilikuwa nimepanga mazishi ifanyike kesho, lakini sasa siwezi hata kupata mwili wa mwanangu, sitaki hata huo upasuaji ufanyike, unaona. Lakini hangeweza kupata ule mwili. Sasa ni kama hii wiki labda tutarajie kwamba upasuaji utafanywa na mazishi ya mwenda zake yakafanyika. Mimi naona tuachane na upasuaji tu uweze kumzika Kangogo. Huwezi jua labda. Sasa upasuaji wa nini sasa? What are they determining? So wanasema wanataka kubaini kifo chake kilisababishwa. Unajua yale mambo ambayo wanasema alikufa baada ya muda gani, kama alikufa wakati alipatwa na wakati alikufa. Unaona yale mambo. Hata alikufa baada ya siku moja, baada alikufa. Ni kifo, alikufa iliisha, unaona. Sasa hiyo ni sheria, hasa ukipata ni mtu ameuawa kwa kupigwa. Ama bado ni uchunguzi utaendelea? Si uchunguzi lazima uendelee. Uchunguzi lazima uendelee. Kwenye taarifa za dunia by day hapa ukipata gazeti la Taifa leo ukurasa wa 6, kuna taarifa kutoka kule Nigeria ambapo kuna wanawake ama watu ambao walikuwa wametekwa nyara, karibu watu 136. Sasa wale watekaji nyara walikuwa wameomba pesa kiasi cha shilingi milioni 7. Sasa yule ambaye alikuwa anapeleka pesa kule akaweza kutekwa nyara pia. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anapeleka pesa amepata shilingi milioni 7. Amepeleka kufika pale, sasa akatekwa nyara, akachukuliwa. Na wale ambao 136 ambao walikufa kuachiliwa hawakuachiliwa. Ni kati ya visa ambavyo vinaendelea kufanyika kule Nigeria, na hasa by the way vinawalenga wanawake na wanafunzi wa shule za upili na vyuo vikuu. Sijui kuna sheria zinafaa umoja wa kimataifa UN, Africa Union zinafaa kushirikiana na kuweka mikakati by the way kuhakikisha kwamba ule utekaji nyara at least mikakati. Hiyo ndio swali, mikakati. Sasa wao ndio waangalie, unajua wako na vyombo vya usalama. AU iko na vyombo vya usalama and they are very intelligent people. Wanafaa kuangalia sana. Na by the hadi sasa hakujai kuwa na uchunguzi umefanyika kujua wale wanateka nyara wanakaa wapi nini. Unajua wakati mwingine ni kwamba haya makundi ambayo yanateka nyara kweli unapata kwamba wengi wana connections zaidi, unajulikana zaidi, wana ule umaarufu. Unajua kundi fulani liko msitu fulani, lakini huwezi enda pale, unaona. Hiyo ndio shida sasa. Naam. Na ukienda kwenye ukurasa huo, Afghanistan imetangaza kafyu. Na si kafyu ya kukabili corona, ni kafyu ya kukabili kundi haramu la Taliban. Kwamba ukipatikana nje, kama wewe hauko kwa nyumba baada ya kafyu, inamaanisha wewe ni mwanachama wa Taliban. Kwa hivyo kesi yako kwisha. Ukipata hata gazeti hilo kutoka kule Dar es Salaam, naona serikali ya Uingereza inapeana chanjo milioni 1, dozi milioni 1 kwenye serikali ya Tanzania. Utasoma hiyo na habari nyingine kutoka Addis Ababa. Vile vile kwenye ukurasa wa 7 kuna makala maalum kuhusiana na wale wanawake ambao wanahangaika kutafuta tiba. Sasa inawabidi wanasukuma wanaenda kwa waganga ama wakunga. Anaenda afadhali aponywe kutoka kule, kwa sababu pesa ambazo atatoa pale labda ni kidogo kulingana na zile ambazo ataenda hospitalini atozwe. Ni kisa ambacho utakisoma kwenye ukurasa wa 7. Labda tuangazie Standard kuelekea ukurasa wa 8 pa. Naam, pengine acha niangazie ukurasa wa 8 hapa. Tunaangazia naibu wa rais William Ruto pamoja na ule kinara wa ANC Musalia Mudavadi ambao wameelekea pale maeneo ya Mlima Kenya
ili pengine kujizolea kura na vile vile kuambia wale watu sera za kwao mbali na ama jinsi tunaelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ikiwa utafanyika mwaka huo. Shona Mdavadi alikuwa anawaambia kwamba Ruto si mtu mwema na sera zake haziwezi wafaidi wa Kenya. Kwa hivyo anaona kwamba pengine yeye ndiye kiongozi mrua zaidi ambaye anaweza leta mengi hapa nchini Kenya na vile vile anaweza leta change ama mabadiliko hapa nchini Kenya. Vile vile Ruto aliweza kuungana pale pamoja na wabunge 50 kwa sherehe ama hafla ya Thanksgiving ya Ruri Ward ambaye yule diwani ambaye aliweza kuchaguliwa ambaye ni Muraya Githaiga aliweza kuongea mengi pale na vile vile akaweza kukastigate kwamba serikali ina intimidate wale watu wote ama wale wabunge wote ambao wako affiliated na UDA. Akaweza kunyosha kidole cha lawama kwa serikali na kusema kwamba kidogo wanataka kuwatishia lakini hawatishiki. Vile vile kwenye ukurasa huo hapa tunaangazia NASA kwamba ngawaje ANC, Wiper, alafu kuna gani ile kuna Ford Kenya wanataka kujingoa kutoka kwa NASA, lakini inasema kana kwamba itakuwa vigumu zaidi kutokana na Office of the Register of Political Parties. Hapo jana iliweza kusema kwamba Ford Kenya haiwezi jitoa, manake bado haijasuluhisha. Kulikuwa na mvutano baina ya kiongozi wao na wenyewe, kwa hivyo ikasema kwamba haiwezi kujitoa pale. Na vile vile Kalonzo vile vile kuna zile nguvu, kuna some forces zinamwambia vile vile hawezi kujitoa, asijitoe pale. Na tunajua kwamba Kalonzo mwenyewe aliweza kukutana na Raila wakazungumza mambo mengi zaidi ambayo hayakubainika ni yapi. Ingawaje wengi walisema kwamba ni yale ya kumrai tu bado asalie kwenye mlengo ule wa NASA. Yeye mwenyewe alitoka akasema kwamba yeye alikuwa anaongelea mambo na pesa zile kugawana, the issue of sharing funds. Lakini tunajua Kalonzo ni nani. Hatuwezi jua ni yapi ambayo by the way alizungumza pale kwa uhakika. Lakini ikumbuke vile vile inasemekana kwamba 3 parties lazima zijitoe ili mlengo wa NASA uweze kuwa dissolved. So ikiwa ANC peke yake itajitoa pale, bado NASA iko intact. Kwa hivyo ndo nasema kwamba kidogo kuna mvutano, kuna shida kidogo, ingawaje wanasema kwamba watakuwa na ile parliamentary meeting ili kuhakikisha kwamba jitoa vile katiba inasema, lakini kidogo haitawezekana. Kurasa wa 9 hapa ni matangazo tu, inaonyesha baadhi ya shule ama wanafunzi, ni orodha ya wanafunzi ambao waliweza kufanikiwa kupata ile scholarship ya Cooperative Bank Foundation 2021. Vile vile kwenye ukurasa wa 10 ni yale tu ambayo Masi ulishayazungumzia kuhusiana na Raila Odinga, na akiongelea kuhusu the civil servants na kuhakikisha kwamba mabadiliko yamekuja hapa nchini Kenya. Kwa hivyo siwezi zungumzia mengi. 11 ni matangazo. Ngeze ukurasa hapo. Ukurasa wa 8 pale unamwona Akad Leo Afgamisha, Saraj Khan, Spinika kama Joseph Bosaya, wote wanaendelea kutazama na Winnie Nanyu na Naomi Moita. Natumai kwamba wanaendelea kujuzwa mawili matatu kwenye ukurasa ama magazeti ya leo. Ukurasa wa 8 ni taarifa ya mahariri, ambapo sitaangazia sana kwa sababu tulikuwa tumeongelea pale awali. Nasema kwamba by the way huu mwaka wa masomo utakuwa mfupi kwa sababu kulingana na Wizara ya Elimu, badala ya wiki 39 kutakuwa na wiki 30 peke yake ya masomo mwaka mzima. Sasa kulingana na mhariri anasema kwamba masomo tena yasivuruge huu mwaka kwa sababu ni mfupi. 30 weeks ni kidogo sana, inamaanisha kila term watakuwa wanasoma 10 weeks. Sasa mimi nilikuwa najiuliza 39 weeks unalipa 1,100. 30 weeks utalipa 1,100. Mbona wasirudishe chini kidogo? Masomo sajua ni yale tu, syllabus ni ile tu, ijapungua. Unalipa kulingana na yale masomo ile kisomo unaenda kupata, si muda. Lakini pia walimu wakuu ambao watakuwa na kaidi sheria ambayo imewekwa ya kutowafukuza wanafunzi na kutoongeza karo, inasemekana kwamba wale watachukuliwa hatua. Kipatikana umemtuma mwanafunzi nyumbani kwa sababu ya karo ama umeongeza karo,
ni utachukuliwa hatua, ni kulingana na Profesa George Magoha aliyoyasema wiki iliyopita kuhusiana na ulipaji wa karo kwenye shule za upili, hasa by the way. Hasa hizi shule ambazo zinajulikana kama boarding, utapata umetumiwa message. Ukishatumiwa message, kuna kitu ambacho unaambiwa mwanafunzi aje navyo. Na unajua akifika pale anaweza kurudishwa kama kwa hivyo ni kati ya yale mambo ambayo yamesemwa na waziri wa elimu, akisema kwamba wanafunzi ama walimu watakaopatikana wakiongeza karo ya shule watachukuliwa hatua kali. Kwenye dondoo, sijui utanipa maoni gani kuhusiana na huyo ambaye anasema kwamba wakwe wake wamemfilisi kwa kudai mahari ya juu. Kwamba alikuwa anamposa binti fulani pale, na baada ya kupatana na wazazi wake yale mahari ambayo walikuwa anamuitisha anasema ni ya juu sana. Anasema hataki yule binti akonde kwa sababu ya kukosa chakula, lakini yale mahari ambao wanamuitisha ni ya juu. Sasa sijui utampa ushauri gani yule mwanamume? Akona idea. Akona idea sana. Idea ya nini? Hiyo idea hiyo ya kulipa mahari mingi, bibi yake akonda istahili hivyo. Sasa unajua kuna zile familia ambazo ziko conservative. Naam. Videla ametoka hapa amechukua mwanadada kwao. Ama mwanadada amemchukua kwao. Nimtumie tu kama mfano. Akifika kule wanaongea, wanasema haya mahari sasa utatulipa shilingi milioni 5. Kwa sababu mtoto wetu tumefanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, atafanya vipi? Wanawake wote duniani watakuwa nadaishwa. Ni swali nimekuuliza. Hapana, nataka huyu ni jamaa mmoja ambaye amejipata katika ile hali kwamba anaambiwa alipe mahari na ni ya juu zaidi. Ndio nakuuliza. Wachana na hayo ya wanawake wengine. Yeye ni mmoja tu, mpe ushauri gani? Ni maelewano, ni mazungumzo. Unajua, asema kwamba unajikuna ile place unafikia, sio? Kama ufikii unaacha. Idhuru, unajua hapo katikati unasema mimi nimempenda sana lakini hii mahari, si ndio? Unajua tumeona watu wengi hata asema kwamba just level unafikia, unaona. Usitamani ng'ombe ya grade na kwamba una shamba la kwako tu yenye unaenda kuiweka pale iweze kuifuga, unaona. Naam, ndio kuna wale watakao kubali vile huko tu, pengine wapatie shilingi 10,000 kama mahari. Mbona milioni 5? Na by the way, haya mahari yanaashiria nini? Unanunua yule mwanamke anakuwa wako ama ni shukrani tu kwa wazazi kwa kumlea yule? Naam, hiyo shukrani kwa kawaida mimi naona pengine inasili kuwa like si kitu ya kuzungumza, unaona? Yaani ni ile tu wewe ukubali tu, mtoto wenu ni mzuri, mlizaa mama, ulijaribu. Ndio hii shukrani, unaona? Iwe tu ile yenyewe unajiweza. Kulingana na jamii tofauti tofauti, kuna kile kiwango cha mahari ambayo unafaa kutoa. Kwa hivyo ikifika kwa culture hakuna compromise. Kama umeambiwa ubebe uji, upeleke, ubebe blanketi, ubebe mbuzi 10, that's what you do. Na baadaye utoe shukrani zingine kando apart from mahari. Kuna jamaa alikuwa ananiambia sijui alioa kutoka kabila gani lile. Alafu alienda pale kuwasalimia. Akaenda na pesa nzuri tu, ilikuwa shilingi karibu 1,100 ile kuongea tu mara ya kwanza. Kisha akamwambia sasa tushachimba shimo. Sasa hii ndio yako ya kwanza. Kwa hivyo utakuwa unaleta. Sikuelewi, umechimba shimo literally shimo? No, yani ni kuongea kutokana na hiyo mila yako kwamba umechimba shimo. That's what they say. Umeanza sasa. Kwa hivyo ile shimo halijai, wajua utakuwa unaleta. Ukajiuliza mimi Edwin Mukaya, mbona nijikee mzigo ambao mimi siwezani, unaona? Basi kaa upweke usioe. Naam, si upweke. By the way, kuna wazazi ambao nimeshaona ambao kwamba kuna harusi laifanyika. Wazazi wa mwanadada waliambia kijana, sasa tutaki hela za kwako, msichana ndo huyu, kubali tu chenye utakuwa nacho tu leta, bora nyinyi muishi kwa amani. Unaona? So huyu mwanaume akaibika, hizi enda tu hivyo akachukua shilingi 30,000 akapata. Na hapo ni chini sana jamani.
Lakini kuna jamaa fulani pia pale anasema kwamba walikuwa wanatembea na mkewe mahali. Kufika njiani pale yule mkewe akapatana na ex wake. Sasa huyu ni wewe ni mume wangu. Tunatembea njiani. Nipatane na ex wangu. Alafu mimi huyo ni mbusu ex wangu. Utafanya nini? Basi hamna jambo nitafanya. Hamna jambo. Si nawapigia makofi nawaambia shukrani sana. Zidi kuzidi. Wewe wacha kudanganya. Alafu kuna mambo mengi yanafuata. Mpenzi wako ni girlfriend. Mmewana, mna watoto. Labda ama bado. Kama mna watoto kuna uwezekano watoto kama ni kuna watoto watatu wawili ni wao. Kuna uwezekano. Wanake basi tuseme nina bibi yangu tunatembea barabarani sio? Kisha nampata ndo amekutana na mchumba wako wa zamani wamebusiana sio? Hiyo kubusiana inaonyesha mambo mengi. Kama tuna watoto wawili, kuna uwezekano watoto wawili si wangu ama mmoja ni wangu, mmoja ni wao jamaa. Labda imekuwa muda mrefu hawajaipatana. Hamna. Sasa ni ile mismatch tu. Mismatch na busu. Kwani ni movie? Hata movie siku hizi zile busu zime. Kwani ni movie aki jamani. Lakini 9:10 ukurasa wa 10 ni taarifa. Naona pale taarifa kuu pale ama ni barua kwa mhariri inasema kwamba wanafunzi wanaporudi shuleni wafundishwe kuwa na nidhamu. Kwa sababu ndio nagundua baada ya COVID-19 wakati wanafunzi walirudi shuleni kuna visa vya utovu wa nidhamu ambao vilifanyika vingi sana. Ni wanaomba tu walimu na wazazi washirikiane kuhakikisha kwamba wanafunzi wanadumisha nidhamu kule shuleni. Pia kuna mwingine anasema muungano wa OKA ama One Kenya Alliance usipoteze muda, kama wanataka kujitoa huku harakishe waendelee na mambo ya kwao. Ni kati ya yale yameangaziwa pale. Kuna taarifa nyingine shuleni lakini kuna hii ambayo inanitia hofu. Anasema wanafunzi wajawazito wasiruhusiwe shuleni. Sasa huyu naye kweli si ni vyema tu. Ni vyema manake na niliizungumzia tukiwa naye kwenye meza hii. Tuseme umekubali wanafunzi akiwa mjamzito anarudi shuleni. Hadi unawapatia room ya kwao, wanaenda na watoto pale, wanawalaza, breastfeed. Unaona? Hiyo ina encourage wengine zaidi. Mamia na makumi ya wanafunzi waweze kushika mimba. Hapana. Naam. Mtu akishika mimba encourage mwingine. Ina encourage. Like the treatment. Unajua ikiwa mwanafunzi mmoja amepachikwa mimba kisha shule ikamwambia naam au uwezi ukaendelea na masomo sasa kama sikiliza na explain. Ikiwa ulifanya hatia basi enda ukalee. Unaona ukishamaliza kulea pengine utarejea. Unaona? Ikiwa hivyo kila mtu ataogopa. Nikikuwa pengine nikipachikwa mimba itakuwa ngumu. Unaona? Lakini sasa tuseme unawakubali wanakuja shuleni na hiyo mimba, unaona wajawazito kulala pale darasani. Unajua kuna mengi ambao wanawake wajawazito upitia sio ama wanafunzi wajawazito upitia. Sasa hiyo ita-encourage wengi zaidi kushika mimba na kuendeleza hicho kitendo kibaya. Na shida kushika mimba si hatia. Si hatia kwa mwanafunzi. Kwa mwanafunzi si hatia sio? Si hatia kwa mwanafunzi. Kushika mimba. Si kwa mwanafunzi actually, kwa mwanamke. Kushika mimba si hatia, lakini mimi ningesema kama ni mwanafunzi ambaye ako chini ya miaka 18, basi yule aliyempachika ile mimba aitwe amwambie chukua bibi yako, enda kaa na yeye. Wewe kaa na mtoto pale nyumbani, alafu arudi shuleni. But unajua ukimwambia aenda kae pale nyumbani umemwoza sio hata rejea shuleni. Si kwamba umuoze. Unaita yule kijana kuja hapa. Unaona huyu hii mimba ni ya kwako. Ndio? Ndio. Nimekubali. Achana na mambo ya kutojua. Unajua? Let's take this scenario. Amejua amesema kwamba hii ni yangu nimekubali. Ndio. Sasa itabidi hivi. Kama mtakuwa mnashirikiana katika ulezi. Kwa hivyo itabidi wewe uende live ya mwaka mwezi mmoja. Naam. Swali ni ikiwa mwanadada au msichana hajui mwenye mimba manaka alikuwa na wanaume zaidi ya 10 pale.
hajui mwenyewe ni yupi. Hiyo kuna uwezekano, wengi hawajui. Haya, atafute mpaka apate kati ya wale ambao alikuwa na. Na la muhimu ni akiwa na mimba, pengine kwa maoni ya kwangu, walimu wanapogundua kwamba msichana fulani ana mimba, basi akaenda nyumbani. Unaona? Ambaye tu enda nyumbani ukalee mimba, ukishazaa rejea shuleni. Urudi shuleni. Naam, akishazaa pengine amekaa kama mmenyonyesha mtoto miezi 6 ile, unaona? Basi akarejea shuleni. What do you think? Haya ni maoni yangu. Kukitengenezwa hospitali pale. Dom tofauti ya watu ambao wanajipata ni wajawazito. Madarasa tofauti. Kuna nasari pale. Kama umejifungua mtoto wako ako pale nasari, unaenda unamnyonyesha, unaendelea na masomo. Itakuwa vibaya. Amini usiamini, 70% ya wanafunzi kwenye hiyo shule watashika mimba. Naam. Hawatashika kwa nini? Utakuwa unasema ikiwa utajipata katika hii situation, karo yako inaongezwa. Kwa sababu kuna other things zenye zinafanywa pale. Kwa hivyo karo yako inaongezwa, inaenda juu. Kwa hivyo hakuna mzazi atataka mwanafunzi wake, ama hakuna mwanafunzi atataka kuweka mzazi wake na situation ya kulipa karo zaidi. Kulikuwa na mswada bungeni ulikuwa unasema kwamba baadhi ya walimu pamoja na wanafunzi waweze kutengewa chumba maalum kinatakuwa na wananyonyesha wale watoto wao. Sijui kama mswada uliweza kupita. Sijaona kama vikao vya bunge vimerejelewa, lakini vikirejelewa tutajua jinsi ambavyo yatakuwa. Lakini kwako wewe msikilizaji na mtazamaji, unafikiria wanafunzi ambao ni wajawazito wanafaa kuruhusiwa kurudi shuleni ama bado? Kwako wewe. Tuzungumza nasi ndio pia tujue maoni ya kwako. Ni hayo tu kwenye ukurasa wa 10, ukiupata utapitia mengi zaidi ambayo yameangaziwa pale. Naam, acha niangazie ukurasa wa 13. Hapa tunaangazia kutokana na utafiti wa NDMA, imebaini kwamba kuna gatuzi 10 counties ambazo zitapigwa na drought, zitapigwa na kiangazi zaidi. Na vile vile wanahofia kwamba pengine kutakuwa na uhaba wa maji. Baadhi ya zile county ni kama Garissa, Isiolo, Kilifi, Mandera, Samburu, Tana River, Wajir, Lamu, Marsabit na Turkana, ambazo kwa hizo county wanasema kwamba pengine kwa miezi 6 ijayo kutakuwa na kiangazi zaidi. Hayo ni katika ukurasa huo. Pengine mimi naenda moja kwa moja hadi mwisho ambapo tangazia maoni kwenye ukurasa wa 17, kunradhi 19, ambapo tunaangazia kuna wale majaji ambao wanauliza kwamba ni vyema majaji kukubali kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 kuahirishwa pengine kwa miaka ya baadaye ama mwaka unaofuata. Ni swali tu. Kuna wale wanaosema pengine kwamba uchaguzi is not a matter of life and death. Uchaguzi si jambo la kufa kupona. Unaweza ahirishwa tu, hamna shida. Na kuna wale wanaosema kwamba kidogo kutokana na katiba ya Kenya inasema kwamba ikiwa kuna vita basi uchaguzi huo unaweza ahirishwa, lakini sasa hivi kama hakuna vita hamna haja ya kuahirisha. Sijui maoni yako kwa mpenzi mtazamaji, maoni yako ni yapi? Hayo tu ukurasa wa 19. Haya basi, kwenye ukurasa wa 11, 12, 13 na 14 kuna mambo kadhaa ambayo yameangaziwa pale. By the way ni udaku katika dimba. Umepata wengine wanaangalia mahusiano ya wengine, nani amehamishwa katika spoti kutoka huku kwenda klabu fulani. Utayapata kwenye kurasa hizo. Kurasa wa 15, 16 ni spoti vile vile. Ukiangalia mambo ya Olimpiki yanavyoendelea kule, Malkia anasema imeanza vibaya na ilikuwa inacheza na timu ya Japan. Natumai ni kama haikufuzu. Alafu niangalie tu hapa shangazi, anasema kwamba acha kwanza. Let me clear my throat. Anasema alinipa tunda siku moja tu na akapotea. Simu hashiki. Nifanye nini? Huyu ni mwanadada ambaye aliweza kukutana na kijana mmoja, mwanaume mmoja, alafu wakaamua kwamba huu wakati aliamua kushiriki mapenzi na yeye. Baada ya yule wakati akapotea, simu hashiki. Tumshauri vipi huyu mwanaume? Pengine ajua kwa kawaida ukienda kutazama ama kushiriki kwenye mchezo ugundue kwamba
ile timu nyingine unaocheza nayo kidogo kiwango chake ni chini kidogo, unaona hamna haja tena kuja kucheza naye tena unajua. Hatujaambiwa kiwango cha timu moja ni chini ama nini. Natoa uwezekano pengine. Sawa. Mambo mengine vile vile waweza kutana na mtu ukiongea na yeye pengine pale yenye mikahao unaona ni mtu mzuri unaona, lakini pale penye behind the bed sheets unagundua pengine ni nyang'au unaona. Kuna mengi anayoleta haya. Kwa hivyo la kwake ni kwamba anahitaji ushauri, sio? Ikiwa simu hapokei inamaanisha kwamba pengine hakuridhika naye. Mbona simwambie kwamba hakuridhika? Kuna mengi, kuna yale uwezi zungumza. Unajua tumeomba tofauti. Kuna yale naweza kosa kukuambia naibika kukuambia heri tu nitoke tu nikuache tu na maisha yako hapo tunaona. Kwa hivyo huyo mwanaume acha kumpigia simu. Mwanaume achane tu, kuna wanawake wengi. Wengi. Acha kupoteza wasikilizaji, acha kupoteza watazamaji. Lakini yote 9:10 nashukuru sana kwa kuwa ndani ya mpango mzima wa leo magazetini. Kule kwingine tunaruka moja kwa moja tuende kule Anza na Bwana tukamilishe mpango saa 5. Ila kwa sasa nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi hapo kesho. Naitwa Masi Ontita, lakini namuona Chantal Kerbona Kerry Esteri wanaendelea kutazama. Shukrani za dhati. Shukrani sana, hadi hapo kesho tuungane magazetini tuweze kujijuza yale ambayo yapo kwenye magazeti yetu. Jina langu ni Edwin Mukaya. Inaumia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainaumia miungu mingine ila wewe Yahweh. Kwa tegere one speed na barigeri ba global radio na bakwa ni dimbi ya mole asa mareta ngoro kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo weke comment ya ororo. Konyora ogotero kwa Mungu wa miungu buna eskiza tuni yago genda sense moye message orige elieta skiza utigiribaga umata 761 9942 elioto megutia se namba 811 genda ase ense moye message orige elieta skiza utigiribaga umata 761 9942 elioto me utia se namba 811